Wanasema uchawi upo. Nami pia naamini kwamba uchawi upo kulingana na story ambazo tunazipata mtaani. Unajua, mbali na kuwa na profession na mbali na kusoma na kuamini katika science, lakini tunarudi katika maisha ya kawaida katika jamii, na kilichonifanya niweze kuamini kwamba uchawi upo ni tukio ambalo limewatokea watu wengi sana ambao nawafahamu. Ni matukio tofauti tofauti ambayo imewatokea, na ukiwasikiliza unaona kabisa, unaamini kwamba yawezekana uchawi upo. Nakumbuka kuna tukio moja la rafiki yetu ambaye tulisoma naye shule ya msingi, na alifaulu vizuri kabisa shule ya msingi, na form 1 wakati tunamaliza form 1 alimaliza vizuri kabisa, na alipata pointi nzuri tu. Sasa wakati tunajiandaa kurudi shule kuendelea na form 2, hatukumuona rafiki yetu. Tumekaa miezi kadhaa, tumeanza form 2 mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, nafikiri mpaka mwezi wa 6 hatumuoni mwenzetu. Taarifa zikatolewa, academic ofisi wakaanza kufuatilia nini ambacho kimetokea kwa mwenzetu, lakini tulisikia kwamba kuna baba yake alikuja kutoa taarifa kwamba rafiki yetu alipotea kwao katika mazingira ya kutatanisha sana, na alikuja kurudi akiwa anaongea mwenyewe, pia alikuwa hasikii vizuri. Sasa tulivyoenda kumtembelea alikuwa bado katika hali sio nzuri. Tulijiorganize baadhi ya wanafunzi tukaenda kumwangalia. Tulikuta ni mtu ambaye kama anajifunza kutembea. Tulikuja kuona kwamba ni mtu ambaye anajifunza kuongea. Ukijaribu kumwongelesha ni paka kuangalia mdomo, na alikuwa hawezi hata kuangalia alama za mdomo, yani hasikii kabisa yani. Ilituuma sana, tulinyongea sana. Sasa tulimsubiri mpaka alipoanza kurejea katika hali ya kawaida. Tulitoka tukiwa wawili, mimi na rafiki yangu, nakumbuka ilikuwa mida ya jioni tu. Tukasema tukamwangalia rafiki yetu, tukaenda kumtembelea. Tukamkuta sasa akili zinafanya kazi vizuri, anaongea ingawa mpaka atege sikio unaona kabisa ni mtu ambaye hawezi kusikia. Tukaenda kumuuliza, kwani ilikuwaje na ulipoteaje nyumbani? Alilia sana, akatuambia kwamba ni mambo mengi ambayo nilikuwa nikikaa kimya siwaambii. Ningejua ningewaambia mapema, labda mngenisaidia rafiki zangu, lakini it is too late now. Tukamwambia tuambie. Nakumbuka alituambia kwamba wakati amemaliza darasa la 7 kuna jirani alimwambia kwamba wewe umefaulu, wenzako hawajafaulu, hiyo shule huwezi ukamaliza, kwamba tutakuona na usomi wako. Ni kauli ambazo zinazungumzwa sana katika baadhi ya jamii kwamba tutaona kama utamaliza hiyo shule. Alijifikiria sana, lakini hakuweza kuwaambia nyumbani. Akakaa, ameendelea kusoma, matokeo yametoka la 7, amefaulu. Sasa tuko form 1, vimbwanga ndo vikaanza kutokea. Sasa katika ile kufanya mitihani ya mwisho ya form 1, kumaliza form 1 kuingia form 2, wajua zamani umeme ulikuwa ni nadra sana. Watu tulikuwa tunasomea kalabai, hizi chemli na vibatari vile vya mafuta ya taa, lakini kwao kwa bahati nzuri kulikuwa kuna umeme. Sasa rafiki yetu akawa anajisomea mida ya usiku, saa 8 usiku anajisomea. Alisikia tu mlango unagongwa kwenye chumba chake. Kuna kaa chumba cha 1, unagonga alafu unaita jina. Kwa sababu ya story kama hizo zilivyokuwa zikiendelea,
alikuwa ameshapewa warning na wazazi wake kwamba ukisikia unaitwa usiku, tumeshafunga milango, usiitike. Hata kama ni sisi tunakuita, lakini usiitike. Fungua mlango, angalia ni nani, muangalie kwanza. Inawezekana ukawa unaitwa na hewa. Basi yale maneno yalipoanza kumrudia, akasema siitiki. Basi akatokea, alifungua mlango, akachungulia nje, kulikuwa hakuna mtu kabisa. Akarudi akafunga mlango, kafika akakaa mezani. Sasa amekaa tu mezani anajisomea, alisikia vicheko, yani kundi la wanawake, sauti za kike zikimcheka, sauti kama za watu zaidi ya 5. Na baada ya hapo alisikia mtu kama kamsonya na akamwambia, tutaona kama utasoma, tutaona kama utaendelea na hiyo form 2 yako. Asubuhi palipopambazuka, alifungua mapema sana mlango wake mida ya saa 11, akaondoka. Kumbe siku hiyo anaambiwa vile ndo siku anaharibikiwa. Aliondoka akapotea. Wanamuamsha wazazi, ndugu zake, mbona hajaamka huyu mtu? Wanafungua mlango, wanakuta nguo za shule zipo, vitabu vipo, na rafiki yetu hayupo. Walimtafuta sehemu nyingi sana, na zamani matangazo yalikuwa yanatolewa mpaka misikitini. Walitembea kila misikiti, walitoa taarifa polisi, wakatoa taarifa kwenye redio, lakini rafiki yetu hakuonekana. Mpaka siku moja wapita njia ambao walikuwa wanamfahamu walimuona jalalani, tayari anakota makopo na anakula vitu vya jalalani. Yaani amekuwa chizi kabisa. Unaweza uka-connect doti kwamba hata kama wewe ungekuwa unahadisiwa hii, je, ungeamini uchawi upo au ushirikina upo au haupo? Sasa ndipo walivyomchukua. Alikuwa ni muumini wa dini ya Kiislamu. Wakamchukua, mashehe wakaanza kumsomea, akaanza kuwa anatengamaa. Walimpeleka kwa waganga, walimpeleka makanisani, yani yote kutaka uzima. Na kumbuka alikuwa ni firstborn, alafu ni wa kiume. Unaweza kuona ni kwa namna gani jamii ilikuwa inamhitaji, hasa upande wa ndugu zake. Alianza kurejea taratibu, ndo mpaka siku ambayo tunaongea naye. Na alikuwa akiingia sasa shule, akikaa hata mbele hasikii vizuri, nyuma hawezi akaona, kisogea mbele ataona vizuri, lakini kusikia anaweza sisikie. Sasa katika wanafunzi wa hali ya kawaida, organ pekee ambayo inasaidia wanafunzi waelewe ni masikio. Unaposikia na kuona ndivyo unavyoelewa vizuri. Sasa mtu alikuwa maisha yake yote anasikia na kuona, na ndivyo anavyomwelewa mwalimu. Ghafla hasikii tena, na akikaa nyuma haoni vizuri. Hapo ndipo safari ya masomo ya rafiki yetu iliishia pale. Nafikiri waliompromise kwamba hatoendelea na masomo waliwini. Kutokea pale ndoto na matarajio ya rafiki yetu iliishia pale. Sisi wengine ndo tuliendelea, waliomaliza form 4, walioendelea na advance, walioendelea na vyuo, na wengine walioendelea na maisha yao tofauti. Ila mwenzetu mpaka leo yupo mtaani na bado hasikii vizuri. Kwa stori hii, je, unafikiri ushirikina upo au haupo? So kupitia stori hii mimi niliconclude kwamba kweli ushirikina upo na ni mbaya. Uchawi upo na ni mbaya. Watu wanatumia uchawi vibaya sana, wanakwenda against maendeleo ya wenzao. Kwa hiyo mbali na medical field na utaalamu wa afya na tulivyosoma katika science, sasa tukienda beyond katika community, kuna uchawi kweli.
uchawi upo, stori zingine nyingi zipo ambazo zina relate, ambazo na kila mmoja ana ushuhuda wake wa kusema kwamba uchawi upo. Ninaamini uchawi upo, ila siamini katika uchawi, ila kuamini kwamba upo hiyo haipingwi, kwa sababu mbali na sayansi mimi pia ni mwanadamu na nipo katika jamii, na jamii na mambo mengi sana.